baki namna hiyo, unapendezwa kwa sababu Mungu alivyokuumba aliona kwamba wewe ni mkamilifu. Wewe ni mkamilifu. Kwa hiyo unapendezwa kabisa na Mungu, anakuona kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unaona? Kwa sababu unafanana na Mungu. Lakini ukibadilisha chochote, unakuwa haufanani tena na Mungu, kwa sababu Mungu hafanani. Mungu jinsi ulivyo, rangi ambazo unazo katika nywele zako, vitu vilivyoweka katika masikio yako, vitu vilivyoweka katika pua zako, sijui vitu vilivyoweka katika kucha zako, rangi ya ngozi ambayo umebadilisha, Mungu hiyo rangi ulio nayo, Mungu hafanani na wewe kabisa. Mungu, ukisimama na Mungu mbele za Mungu, unakuwa kinyume na Mungu, kwa sababu unakuwa kinyume na Mungu. Unakuwa nywele ulizo nazo, Mungu hana hizo nywele. Kucha, rangi ya kucha ulio nayo, Mungu hana hizo rangi za kucha. Kwa hiyo unakuwa haufanani na Mungu. Sasa Mungu anawezaje akakupokea? Mwisho wa siku utaenda kwa baba yako ambaye ni Ibilisi. Utaenda huko, na Ibilisi tayari amekusha hukumiwa kuangamizwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo wote ambao wanafuatana naye, wote, Ibilisi na kizazi chake chote, mapepo na watu wote ambao wamemfuata, mwisho wao wanaenda kutupwa katika ziwa la moto, wanaenda kutupwa huko. Kwa hiyo kwa nini wewe ukatupwe katika ziwa la moto wakati Mungu amekusudia uishi milele? Hebu mpokee Yesu Kristo wa Nazareti, kumaanisha kabisa, achana na mambo ya dunia, achana vitu vya kidunia, achana mapambo ya kidunia, achana fashion za kidunia. Hebu mpokee Yesu, amua kuishi kama Mungu alivyokuumba, amua kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mpokee Yesu Kristo, utubu kabisa, kwa kumaanisha leo kuondoa mapambo yote na kuchoma moto na kwenda kutafuta Roho Mtakatifu ambaye atakujaza, na Roho Mtakatifu atakufunulia zaidi vitu ambavyo yamkini katika macho yako hauyaoni kwamba ni mambo ambayo si sawa, lakini Roho Mtakatifu akija atakufundisha. Roho Mtakatifu unampata pale ambapo umeamua kutubu, kwa kumaanisha kuondoa mapambo yote katika mwili wako na kuachana na dhambi.